Yaani nilipata uponyaji bure. Yaani sikutoa hata 100 na kule kwa waganga nilikuwa natoa hela. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ana Mustafa. Unaitwa Ana Mustafa. Kitu gani ambacho Mungu amekitenda kwenye maisha yako au maisha ya huyu mtoto? Kitu alichokitenda Mungu kwenye maisha yangu. Amemponya mwanangu. Amemponya nini? Amemponya mtoto wangu, alikuwa hawezi kutembea. Alikuwa hawezi kutembea. Alikuwa haongei. Namshukuru Mungu amemponya mtoto huyu. Yaani alipokuaje, yani alikuwa hatembei, yani kwa nini alikuwa hatembei? Yaani alikuwa hatembei, yani sio kutembea, yani kutembea kusema wenzake wana amefikisha mwaka na miezi, mwaka na nusu. Sio kutembea, sio kutambaa. Amekaa hapo chini, amekunja miguu, ameiweka mahali pamoja miguu. Miguu ilikuwa mahali pamoja. Amekunja mahali pamoja. Amekunja. Yaani imekaa hivi kama kiti. Amekunja hivyo. Yaani sio kutembea, sio kutambaa, alipokaa ni hapo hapo. Na pia alikuwa sio kuongea. Jamani, lakini pia si mnakumbuka huyu mtoto alivyokuja, alikuwa kweli hawezi. Na afya yake ilikuwaje? Alikuwa amezofika kwa kweli. Alikuwa amezofika sana. Alikuwa amekonda. Yaani amekuwa kama kitu cha ajabu yani. Yaani alikuwa amekonda, yaani amekonda. Hata alikuwa mara kwanza ndio naingia hapa, nilikuwa naona aibu hata kumshusha huyu mtoto. Nilikuwa nimemfunika gubi huko ndani kwenye mgongo. Nimemfunika na kanga juu ili hata asionekane. Nilipokuwa ameisha, amekonda mtoto. Alikuwa ameisha kabisa. Ameisha kabisa. Kwa hiyo baada ya kuja hapa kwenye madhabahu ya Bethel ilikuwaje? Namshukuru Mungu kwa kweli, baada ya kuja hapa kwenye madhabahu, nimekuja mara ya kwanza. Mtumishi tu akaniambia njoo. Sogea hapa mbele. Umebeba nini? Nikamwambia nimebeba mtoto. Kwa nini mtumishi alikwambia umebeba nini? Bwana tu Mungu alimuonyesha. Kwamba mtoto alikuwa onekani au? Yaani alikuwa nimemfunika. Mtu aweze kuona kama nimebeba mtoto. Nimemfunika. Mtumishi akaniita akaniambia sogea hapa mbele. Je, umebeba nini? Nimebeba mtoto. Akamwambia umebeba mtoto? Nikamwambia ndio nimebeba mtoto. Hebu mshushe mtoto. Nikamshusha yule mtoto. Namshusha lakini naogopa hata kumshusha hapa. Ulikuwa unaogopa kwa sababu ya hali yake ilivyokuwa? Hali yake ilivyokuwa, yaani jinsi alivyokonda. Mtoto hana yake. Ukasema kwamba mwenzake alifariki. Alifariki kwa ugonjwa gani? Alifariki tu, yani ugonjwa nini? Ni kama huu au? Yani alikuwa nao. Ameisha. Alikuwa ameisha. Ameisha. Amekonda. Amekonda, yani mbaki ukiangalia kifuani ni mifupa tu inaonekana. Okay. Sasa huyu baada ya huyu uliwapeleka hospitali? Nililazwa kule. Ulilazwa? Walisema shida ni nini? Nililazwa. Alikuwa tu ni hiyo kukonda, yani kuzofika. Alikuwa anazofika tu, anaishiwa nguvu. Anazofika Anazofika. Kwa hiyo ukalazwa? Nikalazwa. Baada ya kulazwa? Yule mtoto ikaja, ilipofika ile asubuhi, maana ilipofika asubuhi ambayo ilikuwa siku yao ya kwenda kliniki, kuwapeleka kliniki. Ndio ile siku huyo mtoto alizidiwa ghafla, akapelekwa kwenye ICU, akaenda kuwekewa mashine. Akapelekwa ICU. Akaitwa mashine. Akaitwa mashine ya kupumulia. Basi akawa anapumulia mashine, lakini mashine haikusaidia kitu chochote. Mtoto alikata roho. Yule mtoto sasa mwenzake na huyo alikata roho. Pacha wake sasa. Kwa hiyo sasa baada ya hapo sasa hospitali walikuchaji gharama nyingi, si ndio? Walichaji hela. Baada ya kuja kwenye hii madhabahu, je, kuna gharama yote ulitoa kwenye hii madhabahu? Tangia nilipokuja kwenye hii madhabahu hakuna hela niliyotoa. Hakuna kitu chochote nilichotoa. Ni bure kabisa. Nimeweka hapo chini kwenye madhabahu, nimeweka hapo kwenye madhabahu. Mtoto vile vile kakuja miguu sio kuongea. Ni haiti mama wala baba ni basi. Ndio hivyo nilipomshusha hapo madhabahuni,
mtumishi akamwombea. Namshukuru Mungu kwa kweli. Nikawa nakuja kanisani, akaniambia wewe unakuja kanisani, wewe unahudhuria kanisani, nikawa nahudhuria kanisani, lakini namshukuru Mungu kupitia madhabahu. Baada ya muda gani mtoto akapona? Au alipewa unabii? Mtumishi alinipa unabii. Akaniambia mwakani mwezi wa kwanza mtoto atatembea. Ni kweli nimekaa ilipofika ule mwaka. Ilipofika ule mwezi wa kwanza. Kwani mtoto akatembea na kuongea. Akatembea na kuongea hapo hapo. Kwa hiyo ile Januari tu ilipofika mtoto akasimama akatembea na kuongea. Huyo mtoto yuko wapi sasa? Mtoto mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wow. Kwa kusema ukweli mtoto huyu hali yake ilikuwa iko hovyo sana. Haleluya. Huyu alikuwa haongei kabisa. Hebu mwekee maji tuone kama anaongea. Hebu mwambie ongee. Amina. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Efraim. Barikiwe sana. Kwa kweli huyu mtoto hali yake ilikuwa mbaya sana aliyokuja hapa. Lakini mimi namshangaa Mungu sana. Sehemu nyingi hujaona chochote. Nataka nikwambie hapa kwenye madhabahu ya Living Gospel Bethel Sinai. Nataka nikwambie si ya kawaida. Ukiingia tu utashangaa unapokea muujiza wako. Utashangaa njoo utamwona Mungu. Amen. Usiache kuja. Mungu akubariki sana. Kimbia hapa. Ndio mahali pa makimbilio. Wahi mapema Jumamosi asubuhi kuanzia saa 3 na Jumapili wahi mapema ili wahi vile vikuja mbele. Utamwona Mungu akitenda miujiza mikubwa. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.